Jonte, si harufu ni yako? Seriously? Sasa hao ndio watoto wangu, wapigieni makofi. Asante. Na kupanda. Na sasa shida ni gani? Shida zitaisha. Tutatatua hii maneno pole pole. Nangu. Nilikuwa nafikiria ni kina mama wako. Kwa upande wa kupunguza mizani au kupunguza uzito, tafadhali kwa mkono wa mama ni akina mama watenda. Mkono wa baba ni wa kina baba. Vile unaenda kule angalia ni matibabu ya uzinduzi. Tafadhali. Ndio mama anasema ni matibabu ya Kiafrika. Amerekebisha. Ndio kwa hema. Unaona penye wanaita namba sasa. Asante sana kwa kupitia sauti. Fanya namna hiyo, ingia kwenye foleni, fanya upesi, lakini akasema kwamba Mwenyezi Mungu wa kwanza. Ramadhani. Moja kwa moja. Asante sana kwa kupita. Pia kuna mpenzi mdogo. Kabla ya kufahamiana na yeye, mbona uliishi vizuri tu? Kwa nini hakutaka moyo wako ndugu yangu? Nambari 41 hadi ya hata kila ujapima. Umeruka sana. Kana kirata kila umepima. Unaona itabidi urudi pale. Penye unaona ile amevaa. Nambari 130. Nambari 130. 130. Hivi sasa ni matibabu yanaendelea, nambari 131 hadi nambari 140 jioni mwendo saa 11. Kwa hivyo hamna wasiwasi wote tafadhali. Most of the time, teenage pregnancy gets accompanied by HIV and AIDS infections and gender-based violence. Additionally, children marriages or other unions become inevitable. I urge we say no to the teenage pregnancies, and also so that we may spare our young mothers and fathers so that they can grow mature, ndio muweze kwenda mkioa mnaoa wale wamekomaa. Mnasikia nini watoto wenu? Ndio tuwe na maboma mzuri, musiende huko machochoro na kuharibu watoto wangu. Mnasikia? And I love you because you always listen and you follow instructions. Hawa watu mnawaona, they are very good people. Ni sisi watu wengine wanatudharau tu. Lakini hawa ni watu wa hekima, ni watu ambaye wako na heshima yao. Na mutaheshimiwa na mutaheshimika. Sura iko mbaya? Mko na sura mzuri sana, kwani nawapenda mkiwa na sura mbaya? Hakuna sura mbaya, nilizaa mko sawa. Like other parts of the country, alcohol and drug and substance abuse has derailed my youth from becoming the best version of themselves. Our future fathers, our future leaders, our pastors, our missionaries and our ambassadors and future presidents are where you can see they are. They are the ones you can see sitting in front of me, looking like dejected human beings. But these are beautiful and handsome men
Ukiosha huyu wako hapa mbele huyu, unaona hata meno vile imekaa sawa. Ha? Nilisema nitawasafisha niwaweke masuti mpaka watu watawachoka. So ndio maana tumeleta hii medical camp iweze kusaidia watu wetu. Na mama amekuwa akifanya hii kazi kila mahali. Itakuwa ni vyema kama ametuletea hii medical camp hapa, sisi wote vijana tujiunge, tuje tuhakikishe tumetibiwa. Vijana wetu ambaye pia wako kwenye madawa, sisi tunajua pia kuna wengine imetushinda, imetuweza, si ni kweli? Ndio maana hii medical camp iko hapa ili hawa madaktari waweze kutupima na tuweze kusaidika. So hakuna mtu amekuja kushika mtu hapa ama hapana. Tumekuja kutibiwa, tusaidike, tukunywe maziwa na mkate kidogo ambaye iko hapa mama ametuletea. Na mimi pia nimewaletea. Na hiyo mnaona ni upendo, si ni kweli? Mama amekuja kutupenda hapa Trans Nzoia. Amekuwa akizunguka kila kaunti. Na pia nikamwomba ruhusa, nikamwambia njoo uone watu wangu. So mama, mimi najua umuhimu ya hii programu yako. Mimi najua umuhimu ya hii program yako, na ndio maana kabisa mimi ndio kitinda wako, na mimi pia ni kitinda hii wa jamaa. Hawa jamaa na kweli tumechionea uko na ndoto na nia ya kusaidia mayatima, kusaidia vijana na kuhakikisha watu wameimarika kiroho. Langu ni kukuhakikishia ya kwamba hapa Trans Nzoia tunasaidiana na wananchi na kuna amani ya kutosha. Vijana ambayo unarenga kusaidia hapa Kipsongo ni wengi na wako na mahitaji mengi. Na leo kwa ukweli umeamua kuangalia mambo ya matibabu. Na ndio sababu na mimi nataka kuhimiza vijana mujitokeze kwa wingi ili muweze kupata matibabu. Baadaye. The preparation going on well. We participate as usual in 12 different disciplines. We have 13 member organizations because all gearing up for the games. And if you may ask, some of the 12 disciplines includes football, of course the ball games that football, netball, volleyball. We also have indoor games like Scrabble, we have table tennis, we have games like snooker, pool. And I must say that all our coordinators have been going around identifying the right venues for the games. Nakuru County is endowed with a lot of sports facilities, and that's even one of the reasons why we chose to come to Nakuru. So far so good. Our preparations are going on well, and we look forward to very successful games come the month of August this year. Currently we're working on 24th to 31st of August this year. But in our earlier meeting with His Excellency, the Deputy Governor, we did mention that these dates are not cast in stone. You know, Kikoso organizations are government entities, and we go with the government calendar. If the national government is involved in a major event that calls for the participation of most of these organizations, we have no choice but to change our dates. So the dates I've mentioned, that's 24th to 31st, is what we're working with at the moment, but it's not cast in stone. We may be forced to take it up to the month of September, but that will be communicated. As for now, we stick with the date of 24th to 31st. Mine is just to let you know that it's going to be better than it has been. And I think since inception, it's going to be the largest and the most successful gathering for Kekoso.
I take this earliest opportunity to thank and appreciate the decision of the Gekoso Governing Council to select Nakuru County and in specific Nakuru City as the host of this year's Gekoso Games. On behalf of the Governor of Nakuru, Her Excellency Susan Kihika, I welcome you all to Nakuru and we will be prepared for the Games.